Sasa subiri. Ndio. Subiri. Yes. Katuga, unaweza ukajibia hiyo point kabla sijamruhusu kumalizia? Ndio ulikuwa unamaanisha hivyo kwa hicho kifungu? Mheshimiwa, nilichokuwa na maanisha, jalada limeletwa kwa ajili ya kusomwa in complying with section 240 na kwa hiyo jalada sasa mnalo. Ndio maana ya hicho kifungu. Na ndio hicho umemwelewa. Kwa hiyo jalada sasa wanalo. Kwa hiyo sasa iko hatua gani baada ya kuwa jalada mnalo? Mheshimiwa, nimemaanisha. Mheshimiwa, naona mawakili wameondolewa lakini bado wanajisikia kusema. Tulia, endelea. Mheshimiwa, nilichomaanisha jalada baada ya comply na ile further investigation. Kwa maana kifungu cha 245 sub 5 limeletwa sasa kwenye kusomwa kwa maandalizi ya kupeleka mahakama kuu, ndio maana ya kifungu hiki. Okay. Yes. Sasa sijajua sieleweki wapi. Okay. Naenda kwa ajili ya sheria inavyosema. Lissu tumii maneno wanayoyataka. Okay. Umemwelewa sasa? Nimemwelewa, ndio maana nimesema mheshimiwa ametanguliza mkokoteni mbele sana ya farasi, mbele sana ya punda. Alitakiwa aelewe comply na amri ya mahakama. Moja, mheshimiwa hakimu, ulituambia tulete taarifa ile ambayo nimeisema. Ulituambia tulete taarifa. Mheshimiwa, upelelezi umekamilika, taarifa ni hii. Alafu pili, ndio aseme hivi, kwa vile upelelezi umekamilika mheshimiwa, tumepeleka DPP amepelekewa witness statements na vitu kama hivyo, na sasa anasoma jalada ili aamue tuta prosecute au la. Ngoja. Yes. Ni sahihi aliyoyasema mshtakiwa? Anayoyasema ya kwamba Mheshimiwa ameyasema ndio.